Unajua, one problem I know everybody wakati ambaye anahitaji jamii wanakuwa nayo. One, anakuwa careless. Two, ignorant. Three, not so easily admitting ya kwamba anahitaji msaada. Amen. Watu wana shida, but they don't admit ya kwamba katika hii maeneo nahitaji msaada. Bwana apewe sifa. Hii maeneo nahitaji msaada. Amen. Kuna mtu ambaye unaweza mpatia hii microphone ikiwa off. Atiga kimoga. Okay. Amen. Amen. Na iko Bwana apewe sifa. Na haiki mtu amuulize na hii kitu mimi naona zingine zinakishagwa huko. Sasa hii mimi nashindwa haina kitu ya kubakisha huko. Is it? Hallelujah. Inakishagwa wapi? Just simple. Kia hataki ni nini? Hataki kwa limiti ya kwamba hajui. Kia baya inafanya kwa ndio okay. Na hataki kuuliza. Amen. Kwa maana ataonekana ni kujika. Afadhali asije kingangana. Amen. Kwa sababu gani? Ni kitu gani anakuta? Bwana apewe sifa. So from today I'm teaching you something. Nimekuambia leo ni Palm Sunday. Na Palm Sunday ndio Yesu alitembea akateremka Yerusalemu. Kubali Yesu atembee kwa leo. Bwana apewe sifa. Utubu. Ukitubu Bwana apewe sifa. Hallelujah. Chochote kinaoza katika maisha yako katika ulimwengu wa roho ipate divine. Hallelujah. Ipate divine in the times of refreshing. Bwana apewe sifa. Hallelujah. You may be revived. Hallelujah. Kwa hiyo ni wakati wa kujiachilia katika roho wa Bwana. Admit. Ukiona kuna vitu unavutaga katika maisha yako. Why don't you admit? I need help. Na nimekuambia kitu ya kwanza kile kilifanya mtu ajue kwamba I'm in a problem, in a great problem. Ni kuangalia nafutaka nini? What do I attract in my spiritual life and in my physical life? Bwana apewe sifa. Hallelujah. Wakati tulikuwa tunasoma, amen, tulikuwa tunaambiwa kwamba, amen, kwa hiyo shule utafuta watu 5 ambao ni marafiki zako. Amen. Au marafiki zako ni wangapi ambao wameandikwa katika blacklist? Kwa shule kulikuwa kuna blacklist. Sasa tulikuwa tunaambiwa angalia katika hiyo marafiki yako 5. Ni wangapi ambao wameandikwa kwa blacklist? Kama uko na wawili au watatu out of those 5, ujue hata na wewe umeoza. Wewe ni mmoja wa wale ambao wameoza. Hata wewe ni kuandikwa tu hujaandikwa, it will come be. Upende ukopesa upendo. Na mimi naangalia na biaga wa Kristo. Na wewe ni hivyo. Hallelujah. Angalia whom do you deal with? Whom do you spend time with? Bwana apewe sifa. Hallelujah. Ni marafiki wangapi ambao unakuaga nao unaobaga nao? Out of church, not inside the church. Outside the church. Mimi ni pastor. Niko na mapasta wangapi ambaye tukikutana tunakutanaga kuomba. Niko na wazee marafiki zangu. Tunapokutana kuna watu tunaongeaga nao mambo ya Mungu. Ama tunaongeaga mambo ya pesa. Vile serikali kuna mashida, vile tutatoa kasongo, sio ndio siasa Kenya. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Vile Gachagua pesa akaongoza, vile wanaongea vibaya. Amen. Huo wote ni muozo. Hallelujah. Ukiona kwamba watu kama wale ndio unakuta sana, anza kujua kwamba I need to be refreshed. Kwa sababu kile nakuta si mahali nimeitwa. Nakutaka mahali ambayo sijaitwa. Mimi ukiona marafiki zako wengi ni wale ambao hawajaokoka. Amen. Hallelujah. Kuna
Kuna wakati mmoja niliingia Bible school. Mwalimu akatuambia tuangalie wale watu wote ambao wako kwa nini kwa phone book. Akatuambia mtu wote ambaye hakujaongea naye baada ya miezi 3 futa wote. Watu wakaanza kutingiza kichwa. Anauliza, mtu ambaye hakujaongea miezi 3, Bwana apewe sifa. Ako na haja gani kwa simu yako? Na kwa simu unaweka wale watu ambao wana communicate. Amen. Bwana apewe sifa. Na kwamba ni namba ya mtu ambaye unataka kuiweka mahali nyingine. Bwana apewe sifa. Haifai kuwa kwa phone. Bwana apewe sifa. Inastahili kuwa kwa notebook. Sisi Mungu anataka ni notebook. Sasa watu wengine wanabisha kuweka kwa nini? Kwa notebook. Siku ile tamuhitaji utafuta huko. Lakini phone book ni ya wale watu ambao wana communicate nao almost daily. Tukaona kama hajui. Akamwambia sasa tena, ingia tu kwa hiyo phone book. Angalia, hao watu wana communicate nao daily. Who are they? Amen. What do they add in your life? Wanaongezeka nini katika maisha yako? Bwana apewe sifa. Haleluya. Kama saa hii tuko nayo hapa. Pengine kuna mtu amepiga simu mbili ama amepigwa simu mbili. Imeongeza nini? Haleluya. Ama imeleta nini? Or what has it attract? Imeattract nini katika maisha yako? Positive or negative? Bwana apewe sifa. Imeleta nini katika maisha yako? Imeleta negativity or positivity? Imeleta nini? Bwana apewe sifa. Hiyo ndio tunaitaka sasa revival. Revival si ati wakati na revival watu kule ama tunaitaka semina kikubwa. Tunaambia revival means you change. Mambo yale yamekufa yafufuke. Haleluya. Yafufuke spiritually, kana kwamba uko umesimama vizuri, usimame vizuri. Kana kwamba uko unasikia sauti ya Mungu, uisikie tena. Kana kwamba uwezi kuomba, uombe tena. Kana kwamba unasikia udhaifu wa kuabudu, uabudu vizuri. Haleluya. Watu wengi siku ya leo wanaabudu Mungu na kitu tunaitaga spiritual laziness. Udhaifu wa kiroho kwa sababu hawana kiu, hawana shauku ya Mungu. Bwana apewe sifa. Haleluya. Wacha nikuulize swali. Na leo msamehe nimewauliza maswali mengi. Wasituteke. Si vizuri kuwauliza maswali. Lakini wacheni tu niwaulizane wakati mwingine. Kama leo ni Pamsani. Na ni siku ambayo ni ya muhimu sana. Bwana apewe sifa. Tunapoelekea Good Friday. Bwana apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Kati yako na Mungu na pesa ni kitu gani unatambua sana? Ni kitu gani unatambua sana? Na ni kitu gani kinakusumbua sana? Bwana apewe sifa. Haleluya. Mimi nakupatiaga headache. Hapo nasikia kwamba Bwana apewe sifa. Mungu na pesa. Amen. Kwa sababu zote mbili they act the same. They act almost the same. Biblia inasemaga ya kwamba money as almost almost everything. Money answers almost all everything. Bwana apewe sifa. And God answers everything. Sasa tofauti ni almost. Tofauti ni amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Kuna neno lingine nilikuwa natafuta katika Proverbs inasema ya kwamba utajiri wa mwanadamu ndio ulinzi wake. Lakini tabu ya maskini. Amen. Umaskini. Mtu maskini wake ndio tabu yake. Sijui, I don't know. Nashindwa kuikoti vile inastahili kwa. Bwana apewe sifa. Haleluya. Sasa swali nilikuwa nakuuliza.
Biblia inasemaga vizuri. Nataka kuonyesha why do you need the Bible. Why you need this revival today? Why do you need this revival? Biblia inasemaga ya kwamba mpende Mungu wako. Mpende. And this is a commandment. Love your God with all your might and all your strength. Kana sio hivyo? Amen. Hallelujah. Umepata? Yes. Okay, sasa swali linaingia. Kati ya huyu Mungu ambaye umeamrishwa kumpenda na mawazo yako na akili zako na nguvu zako, na alafu tunapenda kitu kingine kinaitwa pesa. Unaangalia, na mimi napenda pesa na mawazo yangu yote na akili zangu zote na nguvu zangu zote. Ziko hapa kwa hapa. Sio mmeshafikia hivyo. Pesa na Mungu zinakuwa hapa kwa hapa. Na nikiona tutige kibada tutende kibeta. No politika. No politika. Bwana wewe sasa. Zinakuwa hapa kwa hapa. Because all comes with power. All comes with God comes with power. Man comes with power. Lakini sasa swali ni tumeamrishwa, hatukuamrishwa tupende pesa. Hakuna mahali tuliamrishwa tupende pesa. Hapana. Tuliamrishwa tupende Mungu. Hii leo nilikuwa nataka kuikuti vizuri. Inasema the wealth of the rich is their fortified city. But poverty is the ruin of the poor. Angalia hii maneno. Hallelujah. Wealth is, amen. Mali ya tajiri ndio ngome yake. Ukiwa wewe tajiri uko na kibirio, ngome ni kibirio. Bwana pewe sifa. Ufukara wa maskini ndio mwangamizo wake. Hallelujah. Bwana pewe sifa. Sasa hapa na kunenea kuhusu revival ndio kaweza kujua kwamba can I go back to God. Hebu rudia ile neno tuko ndani yake. Sasa nataka kumaliza. Repent. Ndio nataka. Amen. Bwana pewe sifa. Acts of Apostles. Visit. Ndio tulikuwa tunasoma. Rudi hapo. Kwa nini tunaambiwa tubu? Unajua tunaweza sema hapa tubu na mwingine anasema kwa sababu tunahaki. Yeye mwishi. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Ndiye nani? Bwana apewe sifa. Lakini sasa tunaingia kwa ile agano. Ama Bwana apewe sifa. Tunaingia kwa nini? The commandment. Is it the commandment? Which commandment? Love your God with all your soul, with all your mind, with all your strength, and serve Him. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa angalia, do I love my God with all my mind? Do I love my God with all my soul and with all my strength? Hallelujah. Bwana pewe sifa. Where do you put your strength more? In money or in God? Where do you put your strength more? Matani ya watu. Hija wakuo bekaka kumuno. Mweno uliku. Wabesha kana wakaya. Yeah. Amen. Wewe kelia toroki uliku ndilo. Yeah. Bwana pewe sifa. Neto onani ndio unaona ngombe leo. Ya hija wakuo mwingine. Udhangira mweno uliku. Yeah. Getugatira akaye kana getugatira bia. Pesa. Neto ayo kuni kwa hiyo. Hili kikakende kailo kwa hiyo. Yes, we need it. Kwa sababu tunajipata ya kwamba tunasema kwamba tumesimama, kumbe tulianguka. Na unajua kitu kimoja shetani anapenda ni watu wakaweza kujijustify. Kama ule mtu ambaye alienda mbele za Bwana. Amen. Ambaye alikuwa anaitwa Mfarisayo. Akasema Mungu unajua.
Mimi kama nikupenda na kupenda. Ikiwa ni fungu la 10 na tuanga mpaka ya mchicha. Kufunga na fungaga mara 2 kwa wiki. Saka na sadaka na itoanga ikiwa kamilifu. Amen. Na akaendelea na mambo kama yale. He justified himself. Lakini kukawa kuna mwingine ambaye alikuwa anaitwa tax collector. Tax collector kwa nini? Because so many people who collect taxes are corrupt. They are not good people. Amen. They are intellectual thieves. Wanatumiaga masomo yao kuiba watu. Is it? Hallelujah. At the end of the day, huyo naye akakuja akasema Mungu hata sifai kukaribia kwa ile madhabahu. Akakaa kwa kiti ya nyuma. Akaogopa kivua akasema Bwana hata sifai kuinua macho yangu mbele zako kwa maana mimi ni mwenye dhambi. Naomba tu nikumbuke. Akatoka kaya. Biblia inasemaje? Amen. He came out of that house being justified. Kwa sababu gani? He did not justify himself. Aliona shida yake. Aliona ukosefu wake. Na sisi kanisani tunaweza kuwa wakati wote, every time we come to the church, we don't see anything. Tunaikuwa tu mikono. Wakupenda. Wakupenda. Yesu. Lakini naye Biblia inauliza kupenda. Kupenda. Bwana bebe sifa. Haleluya. Huu upendo ni upendo wa aina gani? Ni Yesu anapenda ama ni pesa? Unajua mbinguni kuna kuoga na scale ile radhi. Bwana bebe sifa. The balance. Kwa maana siku moja naona mtu mmoja ambaye alikuwa ndio nani? Sikumbuki mfano alikuwa anaitwa nani. Amen. Ule alijua kwamba wakati wa Danieli. Belshaza. Ya akaagua umewekwa kwa rati. Na umepimwa. Ukaonekana. Ukaonekana umepungua. Haleluya. Amen. Hebu weka kwa rati sana. Hebu kwa rati sana. Utapungua ama utaanguka, kile utaanguka pale pale. Unawekwa pande hii, unawekwa pesa pande hii Mungu. Hiyo ndio kilo, that's the balance. Hallelujah. Ni pande gani itaanguka? Ya pesa ama ya Mungu? Simama na Biblia yako sasa. Nilikuwa nataka kufundisha tu hivyo. Tubuni. Bwana apewe sifa. Tubuni. Ili mkaweze kusamehewa dhambi. Tukisamehewa dhambi, ili tukaweze kupata nini? Amen. Kuburudishwa wakati Roho wa Bwana atakuwako. Amen. Bwana apewe sifa. Hallelujah. So that you may get refreshed. Hallelujah. In the presence of the Lord. Inua mkono wako. Inua mkono wako. Nataka tumwabudu Bwana. Nataka tumwabudu Bwana. Ramasha katika mazura la bushaya. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit of the Lord. Tusiende tu mbele za Bwana kumwabudu tu kawaida. Enda mbele za Bwana. Jua mwambie Bwana, ninapokumbuka hii Pasaka ya mwaka huu. Unajua nakufundisha hii mambo kwa sababu hatutakutana na wewe Pasaka. We don't have a special on Friday. We don't have a special service on Friday. But kama ungependa kuja kanisani, you can come on Friday, branch out. But we don't have a special service. Bwana apewe sifa. Ndio nimekufundisha hiyo mambo leo. Amen. Ni vizuri kukumbukana. When you see Friday, this is what we call Good Friday. Anza kuelewa ya kwamba amen. Hallelujah. I need to be refreshed. Sitaki nipite hii Good Friday wakati kuna
nikikumbuka kitu kimoja, kana kwamba niko na tatizo kidogo, kana kwamba kuna shida kidogo, if at all I'm attracting, nafikiri nitakufundisha tu hiyo attraction tena wakati wa kuhubiri. Bwana apewe sifa, kwa sababu in most cases we don't know what we attract in our lives, and that's the biggest problem we have. Once you start realizing what you attract in your life, unaanza kujua kwamba there is something that is decaying in me, and if there is something that is decaying in me, it means I need to be revived. Tunakaribisha Roho wako Bwana, tunakaribisha Roho wako katika uwepo wako Bwana. Tunanyenyekea, tunatubu dhambi na makosa, mahali tulishindwa Bwana kukutumikia kana kwamba wewe ni Mungu, mahali tulishindwa kukutumikia kana kwamba wewe ni Mungu, tukashindwa hata kukushukuru kana kwamba wewe ni Mungu. Tunanyenyekea na kutubu, tunanyenyekea na kutubu. Tunaomba wewe na fadhili zako na rehema zako zikawe juu yetu. Tunastahili yote Bwana, tembelea maisha yetu siku ya leo. Mwambie Bwana kutembelee, mwambie Bwana, as I repent my sins and my every transgression, every iniquity, mwambie Bwana nisamehe, mwambie Bwana I need to be refreshed. Mwambie Bwana I need to be refreshed. Mwambie nahitaji kuburudishwa na Roho wako, nahitaji kuburudishwa na Roho wako. Katika uwepo wa Roho wako Bwana, niburudishe, nisamehe, nihurumie, nirehemu, nitakaze toka siku ya leo Bwana. Chochote ambacho kinaoza katika ulimwengu wangu wa roho, na kitangazia sasa revival, uisho katika ulimwengu wa roho na wa mwili. My Father, my God, may the power of your glory be upon us today. May the fire of the Holy Spirit come down and start raining over us today in the mighty name of Jesus.